Leo nasema nitoke nje nije niwape story mahali tofauti tofauti, alafu napiga black kama wenyeji yani. Najua wengine wakiona kama wasema jamani dereva, mimi sio dereva, hata sijui kupeleka gari. Haina wasi wanangu, kwa story ya leo kama kawa kama dawa wanangu, yani nataka niwapeleke. Sio mimi mambo yangu kama kawaida, mapenzi au sio? Usaliti kwa sana nini ndani yake. Jimu vile yenyewe ni 44 minutes tu yani. 44 minutes. Mapenzi na usaliti. Alafu najua hapo ndani lazima utapata mafunzo ndani yake. Sasa leo nikasema acha nije wapigie story nje. Sana sana nawapigia story ndani, nasema unaye kila siku uko nyumbani tu mambo gani? Sio leo napigia vitu navipigia nje, yani najisikia leo yani niwe kipengine au sio? Jipita linaanza mwanangu, mvua kidogo nini inanyesha jioni mwanangu mtoto mzuri anajitaamina yuko kando pale dirishani ametulia, machozi yanamchuruzika tu mtoto wa kike mwanangu, taratibu usoni yani. Unajua watoto wa kike wenyewe mkilia vile yani kabla mwataka kambi amtaki kudade. Simu yake intulia pale, mtoto wa kike anaweka simu yake kando pale, Tecno sijui Phantom wala Tecno nini. Lakini ndani ya moyo wake kulikuwa kuna kelele nyingi sana Amina. Kelele nyingi ndani ya moyo wake. Alikuwa ametulia tu pale anahesabu dakika. Katika ile masaa aliyotulia pale alihesabu kama dakika 44 tangu mpenzi wake Ahmadi wenyewe tunamuitaga Ahmadi ama Ahmedi aseme kwamba niko njiani nakuja tuongee vizuri mpenzi wangu, kwa hiyo nisubirie, kuwa na subra. So muda wote ambao Amina ametulia pale dirishani kivua kikiwa kinanyesha imeisha zaidi ya dakika 44. Maskini ya Mungu jamani, Amina kama Amina. Basi pale zilipita kama dakika 10, hakuna alichokisikia. Dakika 20 bado kimya lakini ndani ya dakika ile 44 simu yake ililia pale, simu iliita. Maana tukisema kulia mtaona machozi, simu ikaita mwana. Nakuwa piga goma gani? Nakuwa goma la Mbosso ndio. Ngamia wangu anifae jangwani. Kudadeki mwijua wenyewe. Lakini akiangalia pale Amina kwenye tambo lake sio Ahmed anayepiga, bali ni rafiki yake Ahmed. Kamvutia shemeji yake. Sio unajua mashemeji, nasikia wale mashemeji wawe ndo mambo kama. Ahmed yeye akampigia bana. Ahmed akiongea kwa sauti ya upole pale. Pole sana Amina. Ahmed bana ameonekana na yule mwanamke mwingine pale Super Lounge. Super Lounge hapo Ahmed anaonekana na pisi nyingine kudadeki. Haya, shemeji huyo amemvutia waya Amina. Bwana. Shemeji wao kudadeki. Basi pale Amina alikaa kimya, hakusema mambo mingi, hakulia tena, hakushangaa wala nini. Alisikia vibaya, lakini unajua lazima ukiambiwa mtu wako kuonekana na mtu mwingine lazima utasikia vibaya, mtu wako kuonekana na ex wako utasikia vibaya. Lakini mara nyingi alikuwa akijipa matumaini Amini kwa atabadilika, kwa sababu hii sio habari ya kwanza ambayo anaipata kuhusiana na Ahmed. Yani kwa atabadilika huyu mtu wangu. Kila Ahmed alipokuwa akichelewa kurudi kazini, yani Amina alikuwa akiamini kuwa atabadilika. Mapenzi ni kuvumilia, yani Amina mwenyewe anajiambia mapenzi ni kuvumilia. Sometimes mapenzi ni maumivu kama wenyewe mnapokuwa mnajiambia. Lakini siku hiyo alibidi Amina alivumilia hadi moyo wake ukaanza kupoteza pumzi. Chapata ile kama una meza kiazi ile ushaambiwa bana ex, ama ushaambiwa mpenzi uko anapasha kiporo na ex wake, unasikia kiazi mwanangu. Basi Amina alisikia vile moyo ukawa umechoka pale bwana. Ahmed aliporudi usiku, macho yake yalikuwa yamejaa aibu ya kujificha. Amina hakumpigia kelele, hakumtukana, hakumwambia ati vingi nini. Alimwangalia tu machoni, macho kwa macho mwanangu. Na Amina akaamua kumwambia tu kwa utulivu. Ule utulivu ambao unaumiza kuliko hasira. Amina mwanangu anatoa neno. Umenifundisha kitu muhimu sana leo. Jamaa, umenifundisha kitu muhimu sana leo. Kitu gani? Kwamba mapenzi sio kwa pamoja tu. Mapenzi sio kwa pamoja tu, mapenzi ni kuheshimiana. Ahmed aibu mwanangu, hawezi kumwangalia mtoto machoni mambo kwa pepesa huku na huku. Basi pale
Amina kaenda tafuta sehemu, akaenda zake akalala. Siku zilizofuata Ahmed alijaribu kurudi mapema nyumbani, lakini kila mara alipokuwa akija mapema Amina ana lolote. Mara Ahmed akaanza kumpigia masimu akiwa yuko kazini, anampigia simu Amina hakujibu simu zake. Ahmed akawa anaandika vijumbe vifupi kama mnavyojua wenyewe, mkishaachana na mwana mpenzi mara hapa na hapa. Ahmed alijaribu njia zote kuandika vijumbe vifupi, lakini wapi, mshanipata. Akatuma vijumbe vyake, lakini wapi, Amina hakujibu. Ila kuna siku Amina aliabidi amwandikie ujumbe Ahmed. Alimwandikia tu ujumbe mfupi. Ujumbe wenyewe unasema kuwa nilipokupenda nilikuwa tayari kukusamehe mara nyingi, lakini sasa nimejifunza ukivumilia vibaya unajiumiza kimya. Ujumbe kautuma kwa Ahmed. Ahmed alibidi kukaa kitandani mwanangu, akaishika simu yake na kuiangalia. Kaanza kuangalia picha za Amina za zamani zilizojaa tabasamu, mtoto vile anavyosmile na sasa alivyo Amina majonzi. Amina anaanza kuzeeka. Kwa mara ya kwanza hiyo Ahmed alikaa akatafakari sana. Nachokifanya sio kitu fresh, ambao tule tujua poshazenguana na Amina, kila mmoja ashachukua 50 zake. Anajiuliza sasa Ahmed, nilikuwa natafuta nini mimi huko nje ambacho sikukijenga ndani yangu, nikamjenga Amina akawa kile kitu? Nilitaka kuthibitisha nini katika maisha yangu kama katika ino dunia? Nikafikia wakati paka nikaharibu moyo wa mtu aliyenipenda, yani kiukweli, yani vile ninapohitajika mimi kama Ahmed kupenda. Nilikuwa nahitaji nini? Basi maisha yaliendelea pale. Miaka miwili baadaye ilipita, walikuja kukutana tena kwenye hafla ya harusi ya rafiki yake Ahmed. Amina alikuwa ametulia tu mahali pale, ametulia, amemakinika. Mtoto wa kike unajua, ukiachana na ex unapofanya bidii ili kung'ara, mtoto anaonekana mwenye amani pale. Amina ametulia, amejipamba vizuri, ili amekula eyeshadow kwa sana nini, unajua mambo yenu, unajua mkiachana na ex sio mnapendeza zaidi. Ahmed alibidi akamwangalia tu, kabila kaenda pale karibu, akasalimiana, salamu alaykum, mambo vipi kwa Bwana, niambie wasemaje? Ahmed, sasa nilipokupoteza ndio nilipojua maana ya mwanamke sahihi. Too late. Na ndo naambiwa better late than never, lakini too late mwanangu. Ahmed ashapoteza. Amina alitabasamu kwa kidogo, vile vitabasamu vyenu vile vakizarau vile, akatabasamu tu pale kwa upole. Naambia kila mtu upewa nafasi ya kujifunza. Mimi nilijifunza kuvumilia, sio kudumu mahali ambapo moyo wangu haunakufa. Sawa? Na wewe ulijifunza kwamba mapenzi yasiyo na uaminifu hayaishi zaidi ya dakika 44. Ndio kama hivyo, dakika 44 ngoma iliisha, na ndio tulipoachana mimi na wewe. Sasa ni mafunzo gani ambayo yapo ndani ya dakika 44? Funzo la kwanza, mapenzi sio kuvumilia ule uchungu unaopata kila siku, ni kujenga heshima na uhalisia wa mapenzi. Funzo lingine ni kwamba usaliti huanza kwa kitendo. Usaliti hauanzi kwa kitendo, unaanza kwa tabia ndogo unazozipuuzia wewe kama mwanamume ama wewe kama mwanamke. Funzo lingine, ukimpenda mtu mpe amani, sio sababu ya maumivu. Wapeni amani wapenzi wenu, msiwape maumivu. Na funzo lingine ni kwamba ukisamehe, jifunze usirudie somo lile lile. Ukiamua kufanyaga kubwa, hakuna mambo ya kurudiana na ex sijui nini namsamehe sijui, hamna vitu kama hivyo. So maswali ya leo ambayo utabidi ukae chini uweze kutafakari. Kwa mwanamume, unasema unampenda huyo mwanamke wako, lakini je, unamlinda dhidi ya maumivu yako wewe mwenyewe ambayo wewe unaweza kumpozia? Swali lingine la kukaa utafakari wewe kama mwanamume, je, unaelewa kuwa uaminifu ni zawadi bora kuliko pesa kwa mwanamke wako? Tafakari na ujiulize hayo maswali, unapata majibu. Na kwa wewe mwanamke, tafakari, je, unavumilia kwa matumaini au kwa maumivu? Tafakari, unavumilia kwa matumaini au kwa maumivu? Swali lingine ni kuwa, je, unajua tofauti kati ya upendo na mazoea ya kuumia?
utapata majibu, utajijibu na utafanya maamuzi kuhusiana na mapenzi uliopo. Ciao, I'm out mwanangu. Bado nipo nje natafuta mamuri.